umechukua? Mimi simjui yule. Mbona umechukua karatasi? Nini? Kuna nini dada? Nini? Hebu senda. Amen. Ameenda yule. Sikutaki. Yule amenikataa yule. Ameukataa. Kadoti. Nini Kadoti mlimjulia wapi Kadoti? Si tulimjua ile siku yenye mlikuwa mnavurugana kidogo ile siku pale Mia Park. Issue yenu ni gani yani? Maana yake ni kama mko wawili hapo mlipo Okay, sizeni hapa wewe. Yeah. Nyinyi mmetumwa? No, hatujatumwa bro, hatujatumwa bro. Bro, kwanza okay, kitu amekata simu bana. Karatasi tu nipo karatasi akaniacha. Sasa ile incident ya jana, yule mwamba atakuwa nani yule? Atakuwa nani yule jamaa yule aliyempatia namba yule mke wangu? Labda tuseme ni ex wake namjua. Hapana, yule si ex wake. Sasa itabidi yule jamaa nimtafute. Yule jamaa itabidi nimtafute kwa udi na uvumba mpaka nimpate yule. Okay. Oye mwanangu, Manchester juzi litandika mtu. Basi mmoja wapi mpira nyinyi? Wenyewe wafanya kubebwa na Arifa nyinyi. Wafanya kubebwa na Arifa. Kwani nini? Kwani wewe mwenyewe ukuona wewe? Nione nini? Wafanya kubebwa na Arifa nyinyi. Wafanya kubebwa sana na Manchester ndio timu ya kitambo afu ndio timu ya wazee. Alafu ni timu ya wazee basi hata si timu nzuri basi. Si ndio fresh? Cheki mwanangu. Kuna yule mrembo. Yule mrembo kama unafahamu. Simfahamu nani kwani yule? Yule mrembo ile siku kule maskani. Maskani wapi? Tulikuwa ile day kule maskani vile. Mia Park. Juzi kule Mia Park wakumbuka? Ndio yule. Hebu acha tumcheki. Mambo dada? Mambo vipi dada? Salamu. Uko poa? Niko poa. Fresh kabisa. Kabisa fresh. Mambo mazuri. Mambo mazuri. Sijui kama unatufahamu. Mtufahamu kweli? Kuna siku kadhaa zimepita hivi. Tulikuwa na mahali kulikuwa kwenye kama mvurugano hivi. Ule masiku unatumia Park kule kumbuka? Umenikumbusha mbali wa jamani. Umetufahamu? Lakini umetufahamu? Umefahamu nini? Ndio wale mwenye mlinishika mkono. Exactly. Nimo nikumbuka. Kabisa. Sikumbuke kwa maana nilikuwa kwenye harakati mgumu. Kweli. Usijali. Ni harakati ya kawaida. Vipi tunaweza kujoin hapa? Sisi kama tunaweza kuketi. Karibuni. Hakuna shida lakini. Mara tunaweza keti alafu kwa tena vurugu. Katikati ama nikakalia katikati. Popote. Wewe kaa tu katikati. Popote kama unaona kwenye. Bora tu yani wewe hakuna shida kwa sababu unajua ile issue juzi sitaki ijiregulate na hapa tena. Tunaweza kuketi kwa kama itajirejelea maana niko Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Sulesh, au mwenzangu anaitwa J Classic. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Kadoti. Kadoti. Wow. Jina zuri sana. Asante. Sasa ile juzi kule ulikuwa kwenye hali fulani emotional. Hatukuweza kupongelesha kwa sababu ile hali venye ilivyokuwa yani tulitamani sana tukuuliza vitu mingi yani, lakini sasa tulishindwa yani kwa sababu ile hali venye ilikuwa naona nini ulikuwa harakati nyingine ambayo pia sisi hatukuelewa. Sasa sijui kama leo unaweza kutuelezea shida ilikuwa ni nini mpaka ulikuwa kwenye ile hali. Sasa mimi nilikuwa tu na mpenzi wangu tunatoka kwenye nyumba tukasema tuingie upepo wa bahari. Basi ikawa vile tukakutana na jamaa lakini jamaa mwenyewe anamuona tu. Kwa hivyo yule jamaa anapita tu. So hiyo siku sijui ilikuwa bahati mbaya tuseme akapita akanipea kitu kwenye mkono. Sasa niliangalia nikaa karatasi lakini sikuwa nimefungua. Sasa mimi vile kwa muoga na fiancé wangu alikuwa amechukua simu na rafiki yake mwingine wa kikazi. Kurudi hivi akaniuliza nini umepewa, basi furugu ikaanzia pale. Okay, na samahani, pole kwa sababu maybe inaweza kurudisha nyuma kwa sababu unajua ile harakati yenye tuliona yenyewe kwa sasa tukuelewa kwa sababu yule jamaa mwenye alikupa
ile karatasi ni mtu mwenye ambaye unamfahamu? Unamfahamu ama ilikuwa siku ya kwanza ile? Ilikuwaje kwaje yani? Jamani, simjui vile, ni ile tu unaona mtu akipita basi sijui hiyo siku ilikuwa siku gani akaamua kunipa karatasi ile. Okay, sasa ningetaka kujua kutoka ile siku yule fiance wako mshaongea ama ile siku ndo ama ilisha tu pale pale? Usilie, naomba tuelezee kwa sababu ile juzi. Basi nyinyi mwajua mapenzi kweli. Tuongea naye. Unataka kuongea naye? Hebu ongea naye. Baby. Halo. Naomba nisamee urudi. Wewe nani? Doti. Yaani wewe umeshikana na hao wajinga wenzako hapo. Hapana. Chini mnanipigia simu. Hapana, nilikuwa tu kwa shanzera zangu mimi, nilikuwa nimekuja kutulia, wenyewe wamenikata simu. Tunaelewa, ndo maana tumetaka kule kuja naumia kwa moyo wangu, maana tangu siku ashiki simu zangu mimi. Hashiki simu? Ashiki. Mpigia. Namtumia text aje. Pole sana. Unaweza kutupia namba yake, maybe tuweze kumuongelesha, anaweza rudisha roho yake nyuma. Mimi naweza kukusaidia namba yake. Nimejaribu kumpigia mpaka na marafiki zangu ashiki. Okay, hebu fanya hivi. Naomba tusaidie. Short and clear, hebu mpe hiyo namba ya mtu wako tuone kama tunaweza tukampigia na anaweza kutuelewa. Hebu mpigie huyo jamaa tuone kama anaweza kutusikiza, kwa sababu huyo dada tumempata katika hii hali yenye yuko huyo, anakaa anampenda sana yule jamaa. Unajua lazima uelewe mapenzi ikoje bro. Yeah, sure. Sasa unajua. Hello. Yes, hello. Mambo vipi bro? Poa sana. Okay, kwa majina mimi naitwa Sulesh. Mama, Yeah. Okay, kuna juzi kati hivi tulipita mahali, mlikuwa mko kwenye mlikuwa na mamazi wako yani. Aha. Pole, lakini najua maybe unaweza nielewa vibaya. Nakusikia bro, nakusikia. Yeah. Tulijaribu sana tukamwongelesha mamazi wako. Wewe unamhitaji mamazi wangu yupi kwanza? Mamazi wangu yupi? Ngoja acha niongee naye. Sijakuelewa bro. Ngoja. Okay, kwanza bro, mimi nimetanguliza neno samahani. Unajua sisi ni wanaume bro. Sisi tulikuwa katika harakati zetu hapa hivyo mtaani nini, tunatembea tukapata yule demu wako, tukapata demu hapa anaitwa Kidoti. Ambao demu huyu Kadoti. Nini Kadoti? Mlimjua wapi Kadoti? Sisi tulimjua ile siku yenye mlikuwa mnavurugana kidogo ile siku pale Mia Park. Issue yenu ni gani yani? Maana yake ni kama mko wawili hapo mlipo Okay, sisi tumepata huyu demu mzee analia hapa, unaona? Na anakaa udemu anakupenda sana bro. So kama tunaweza kuongea na wewe yani, at least urejeshe kuwa na ubinadamu yani, at least urejeshe moyo nyuma kidogo, uone kama unaweza kumsikiza. Nisikizeni hapa wewe. Yeah. Nyinyi mmetumwa? No, hatujatumwa bro. Bro, kwanza okay, kitu amekata simu bana. Karatasi tu, nipo karatasi akaniacha. Relax. Hivi ananiumiza mbona? Pigia tena. Tunaelewa dadangu, kwa maana tu. Okay, I know. Ndio hiyo naita. Hebu. Hello. Bro, please naomba usikate simu. Naomba ujaribu kutuelewa. Sorry. No bro, tuna kazi za kufanya bro, tuna kazi za kufanya. Yeah. Tuna kazi za kufanya, ndio mkafanye hizo kazi. Msinipigie simu. Bro, please bro, naomba utuelewe tafadhali. Sasa huyu jamaa sasa amekata simu tena bana. Simu tena kwa mara nyingine. Kila mtu akipiga simu. Hebu ngoja tujaribu tena kwa mara tatu. Relax. Tuongea naye. Unataka kuongea naye? Hebu ongea naye. Baby. Halo. Naomba nisamee urudi. Wewe nani? Doti. Yaani wewe umeshikana na hao wajinga wenzako hapo. Hapana. Chini mnanipigia simu. Hapana, nilikuwa tu kwa shanzera zangu mimi, nilikuwa nimekuja kutulia, wenyewe wamenikata simu. Chukua hizi 200. Tutasaidia, unaweza chukua upa ama mbona umenipa hizo pesa zote? Pesa kidogo sana hii mbona.
mbaya. Yeah, yeah. Bwana umenitoa mbali. Nilikuwa chini, moyo mzito, nikiuliza haya maisha mpaka lini? Watu wakacheka, wengine wakapita, lakini sauti yako ikanita kwa jina. Ulinyosha machozi ya jana, ukageuza aibu ikawa ushuhuda. Kila hatua mkono wako umenibeba nisijanguka tena. Wewe ni mwema, Mungu mwema. Umeninua, umenipa tena nafasi, nikifika mwisho wewe unafungua njia. Nakumbuka tabasamu lako lilivyong'aa gizani mwangu, ilikuwa mwanga wa maisha. Huyu jamaa sio yule ambaye alinipea karatasi. Nimemwona. Acha leo nimkute, nitamvuruga huyu. Nitamvuruga. Baba we, habari yako? Kwa vipi? Niko poa. Wanijua? Mara yangu ya kwanza kukuona. Nishawahi kukuona mahali. Niambie. Hivi nikuulize. Wewe wanijua vizuri? Kwa nini mbona umekuja na ukali hivyo? Kuna nini dada? Basi naweza kurudisha nyuma kidogo relationship yangu mimi na mume wangu. Niko hapa kukuuliza ulikuwa na nia gani hiyo usiku? Just have a seat, madam. Just have a seat. Mimi nitakaaje? Okay, na machungu bado. Na machungu. Naelewa. Baba, ulikuwa na maneno gani na mimi? Naelewa. Kaa chini. Tuko na muda mwingi sana kuongea, hata sina mbio leo. Mimi ukitaka nikae chini lazima unielezee kwanza ulikuwa na nia gani hiyo usiku? Nitakueleza. So tafadhali naomba kama mngwana, hapa ni hotelini kama vile unaona. Hii ni hoteli na tunafaa ni mazingira yenye ni tulivu. So wewe kaa chini, tutaongea kila kitu chenye kiko kwa moyo wako. Najua sasa uko na tension kubwa sana. Lakini have a seat. Don't worry, don't panic. Okay? Relax. Haya. Naomba unieleze. Usijali. Kwa maana sina muda. Okay, haina wasiwasi, just cool down. Kinywaji gani unatumianga? Mimi sitaki kinywaji. Just nataka unijibu mimi. Relax, tutaongea. Wewe usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Relax. Waiter. Afadhali, unajua nasikia naudhika kwa maana niko hapa unijibu. Sasa wakati unaniitishia juice wataka mimi nifanyeje? Okay, relax. Haya, waiter nilete chochote. Shida nini madam? Shida ni kwamba umeshaniharibia urafiki wangu mimi na mume wangu. Na mimi ninashangaa tumekutana na wewe na kuona sikujui, lakini ile siku nilikuwa na nia gani kwa sababu mimi hapo nilikuwa na mume wangu. Okay. So yule ni jamaa wako? Mume wako ama jamaa wako? Ni mume wangu, tulikuwa tunatarajia kufunga ndoa. Anafanya kazi gani mwenyewe yule? Sasa kazi ya mume wangu na ya kuhusu vipi? Pole. Sikukuuliza kwa ubaya. Nilitaka kujua tu lakini usiwe na wasiwasi. So hebu niambie nini kile hapa? Kwa sababu mimi sikuona kama kuna ubaya wote. Mambo mengi yaliape hapo katikati, basi mambo mengi yajaje. No, fanya hivi. Wewe mfuate. Nenda kule kwa nyumba. No. Mbona yule mbona umechukua karatasi? Sasa unaenda wapi? Tuliachana hivi sasa. Bado na machungu mimi. Uliachana na mume wako? Tuliachana, ulitaka iweje? Pole sana. Hiyo tutahandle, usiwe na wasiwasi. Bado unamhitaji yule? Okay, wewe usiwe na wasiwasi, nimepata jibu. So relax. Kunywa juice, alafu tutaendelea na mambo mengine wewe hata usiwe na wasiwasi. Just have a drink, cool down. Unajua ukiongea na pressure hatutaelewana. Ukiwa umetuliza akili, kila kitu kitaenda fresh kabisa. So usiwe na wasiwasi. Kunywa. Hivyo je, uliniharibia relationship? Pole kwa yaliyotokea. Najua mume wangu anafanya kazi ya catering lakini uliniharibia relationship. Usiwe na wasiwasi. Kama bado unamhitaji bwanako,
Hiyo liko chini ya Tamuhitaji, nimempigia simu ashiki, marafiki zangu wamemtafuta wampati. Okay. Usona wasiwasi. Ambao waliniokoa ile siku, wewe kama umeshatoka umeenda, wajue wakina nani, wajaribu kumpigia mwenyewe ashiki simu. Na akisikia sauti yangu alijuaje nimekupea karatasi? Maana nafikiri ilikuwa ya sasa kwenye ile hali wewe unaonaje angekosa kujuaje? Si ni kwa secretary, issue secretary kwa sababu yeye alikuwa na shughuli zake. Nini umeficha? Sijapewa kitu na simu mimi sija. Hapana, kuna kitu umeficha. Hebu toa karatasi ya nini? Basi baba wewe je, uliniharibia relationship yangu, umeniharibia ndoa, umeniharibia vitu mingi. Sawa. Wewe weka tu. By the way sijajua jina lako. Unaitwa nani? Kwa sababu ile sikujitambulisha. Naitwa Kadoti. Hiyo ndio jina yako unayotumia, si ndio? Ndio. Najua mimi hujanijua. Tumekuwa tukionana tu hapa na pale. Na hatujawahi kaa chini. Actually ile ilikuwa my first time nilikuwa nimeamua nikupatie namba yako. Sema sikuwa na njia nyingine ya kukupatia namba. Hopefully umenielewa kupitia. So tutakula, we will have good time. So wewe usiwe na wasiwasi na mambo yote itakuwa sawa. Usiogope kitu chochote. Sawa dada? Kama utanirudisha mume wangu sina tasuishi mimi. Usiwe na wasiwasi kuhusu bwanako na chochote. Sawa? Sawa. Kila kitu kinafanyika na sababu. Hicho ndio kitu mimi huwa naamini. Kila jambo ambalo linafanyika hapa chini ya jua linafanyika na sababu yake. So usichukulie kila kitu negative. Unaweza chukulia negative, kumbe Mungu alikuwa amekileta kiwe positive. Unaona? So kila kitu ambacho kinafanyika, wewe jaribu kukichukua na kubaliana na hiyo hali. Kwa sahihi tutajaribu kwa uwezo wangu. Kwa uwezo wangu tutajaribu, bwanako akirudi sawa. Si sawa hapo dada? Sawa, basi kula na wewe. Kula chakula hiki ni chako. Kula kukishiba, mambo mengine tutayaongea. Okay? Sawa. Yeah. Welcome. Enjoy your food. Yeah. Asante kwa chakula, nimeshukuru. Karibu sana. Mambo madogo haya. Tunafaa kushughulikia tumbo kwa ndio mambo mengine yafaa. Karibu sana. So, kwani unataka kuondoka? Mimi nataka kuondoka, nilikuwa nimekuja tu kunywa coffee na vile nimekuona nikakumbuka. Nikasema nikuje nikuulize kwa sababu yale machungu bado hayajanitoka. Okay. Sawa. Ukaenda mwenyewe ama nikudrop? Usinidrop, nitaenda. Utajipeleka mwenyewe uko sure? Really? Fika. Yeah. Okay, sawa. Acha basi. Asante kwa juice. Karibu. Chukua hizi 200. Tutasaidia, unaweza chukua upa ama mbona umenipea hizi pesa zote? Pesa kidogo sana hii mbona. Kama ni transport basi hizi zimetosha, chukua hizi. Hiyo utatumia transport hiyo, lazima najua kuna majukumu yako, kuna mambo yako ya muhimu utafanya. Sawa. Karibu sana. Next time by the way sijachukua namba yako. Namba? Basi niandikie hapo alafu tutawasiliana zaidi. Sawa, asante. So, nitakupigia. Sawa. Lakini kabla nimtafute wife ama zangu ama zake yule mshikaji aliyempatia namba, mimi nitakuwa na nyinyi usiku, mimi nitawatafuta nyinyi. Nitawatafuta, tumtafute yule mniga mpaka tumpate. Sauti yako haisikiki, ahadi tulizoweka zamani zimebaki kuwa kumbukumbu. Cheki. Yes. Kuna ule mrembo wa juzi. Mrembo wa juzi yupi? Ile Kadoti. Kadoti ya. Amenipigia simu. Kuna maneno yenye ambayo ameniambia buda. Nimeketi nimefikiria. Buda, yale maneno buda amenigusa sana. Kweli? Amenigusa sana kwa sababu kulingana na vile ambavyo ameniambia. Na ile issue yake. Ni kama anaweza kujiua yule kwa sababu ile siku alikuwa kwenye depression sana ile siku bro. Ni kama hivyo. Sasa kitu tutafanya. Sasa tupatune yule jamaa alisema jamaa yake to nani vile? Sijui Zakayo. Hiyo namba uko nayo?
Yeah, naona niko nayo. Basi kama uko nayo fanya hivi. Hebu ngoja niangalie. Hebu angalia. Kama uko nayo, hebu jaribu kumpigia yule jamaa tuongee naye kama wanaume bro kwa sababu hata ndio hii hapa. Uko nayo eh? Hebu jaribu kumpigia. Tuone kama anaweza kutuelewa. Yule mwanaume tukimweleza anaweza kupea akatuelewa bro. Yule demo anaumia bana. Kweli, hebu moja tumpigie. Zakayo. Ashiki simu? Kama ashiki. Huyu jamaa kama na kiburi kweli mara nyingine huyu jamaa. No, si kiburi, anaweza kuwa mbali na simu. Ya anaweza kuwa. Ile siku ameshika. Vipi buda? Poa sana. Inakuaje? Safi kabisa. I hope uko poa bro. Ya, mimi niko Doro. Nani mwenzangu? Mimi naitwa Sulesh. Naam, juzi nilikupigia simu lakini ni kama hatukuelewana. Hebu nikumbushe fresh. Wewe ni Sulesh yupi bro? Juzi tulikuwa na mrembo wako. Naam. Anaitwa Kadoti. Ya, Kadoti namjua. Ya, sasa juzi inaonekana hatukuelewana lakini kulingana na nimeonelea nikutafute. Ya, naone kama tunaweza kuongea. Unajua sisi ni wanaume bro. Ya, naelewa bro. Sisi ni wanaume na tumeongea na yule demu wako bro. Kuna maneno ametupa mwanangu, tunaona yule demu anaumia sana na huenda akajimaliza yule demu. Naona yuko kwenye depression sana. So tunaomba tuongee bro kama wanaume, kama mandugu kuhusu yule demu kama itawezekana mwanangu ya. Nyinyi mko wapi? Si tuko mjini hapa. Acha tutakupini location sasa. Tutakupini location sasa hivi kama itawezekana mwanangu. Uibuke saa hii bro. Basi haina noma. Wewe pin location alafu mimi nitakufikia bro. Sawa. Sasa hivi. Sawa. Mungu ni mwema bana bro. Mwema, amekubali. Unajua acha tumpini location. Acha tumpini location kwa sababu unajua Hello. Angalia huko mbele bro. Angalia huko mbele buda. Kama ashafika. Yo mwana, vipi nakwaje bro? Shwari sana. On time sio nakuona. Nakubali. Unakwaje bwana? Shwari kabisa. Doro bana. Ndio mnanipigia simu. Bana. Sulesh ni upi hapa? Ndio mimi hapa. Mwanangu apiga simu sana mwanangu. Okay, tumekupigia simu siko ubaya. Siko ubaya kwa sababu juzi kati tulikupigia simu lakini mahali basi tukae twende pale hapo kidogo. Unajua mwanangu tumekutafuta sana bro. Mbona unakuwa uko busy sana? Mama tufahamu. Haina noma. Mama hapo ndio tunaongea tukaelewana. Issue ni gani? Bana mimi nimekutafuta. Kwa sababu juzi kati ni kama hatukuelewana. Sasa leo bana ule mwanamke wako amempigia huyu. Kuna maneno umemwambia pale mwanangu kwa kweli imetuma sana. Wewe namba wewe ulitoa wapi? Alitupatia mwenyewe. Kuna kipindi fulani tulikuwa tuko na yeye. Unaona? Ndo nakumbuka sasa. Ile time mkao mnanipigia mko na yeye pale. Ile siku. Okay, Sasa amenipigia. Naam. Mwanangu kuna maneno fulani ameniambia. Nikaonelea amekwambia nini? Amenipigia, ameniambia maneno ya kutisha sana. Ameniambia anaweza kujinyonga. Yule demo amelia bro. Amelia sana mpaka tukaonelea yani bora yenyewe tukutafuta. Lakini wanangu, yule demo nakumind kakangu. Sikizeni niwaambie kitu kimoja. Unajua kabisa mapenzi yanauma, sivyo? Ya kweli kabisa. Tunafahamu kabisa. Ushaipenda? Of course. Ushaipenda? Of course bro. Unajua vile mapenzi yanauma, sio? Naelewa. Yule demo alinichiti yule. Umeelewa? Kivipi? Yule demo alinichiti. Lakini kulingana ngoja pole kwa sababu anaweza kuwa nakuatizia kidogo. Kulingana na ile maneno yenye ametuambia. Ni kama ile issue venye naenda ni kama ule mwanamke hajakuchiti kwa sababu angekuwa amekuchiti hangenipigia simu na kuna mniga alikuja akampatia namba pale wanangu. Kwani hamu kumuona nyinyi? Ule mniga alikuja akampatia namba pale. Yule mniga ni nani? Sasa ule mniga mimi ndo namtafuta yule.
Mwanaelewa? Tunakuelewa vizuri. Mimi namtafuta yule mniga yule mpaka nimpate yule jamaa. Ni nani yule? Cool down. Relax bro, relax. Sawa. Okay, ni sawa. Unajua? Relax mzee. Puza hasira bro. Lengo letu uweze kumpigia yule mwanamke na muweze kuongea ili muelewane. Kwa sababu kulingana ile issue ambayo ametuambia Buda ni issue nyingine mbaya sana. Hata kama ingekuwa ni wewe pia ungenitafuta. Ushaona, ungenitafuta na pia ningekusikiza kwa sababu sote ni wanaume. Basi fresh wanangu. Kama vipi? Mimi nitamtafuta wife. Lakini kabla nimtafute wife, ama zangu ama zake yule mshikaji aliyempatia namba. Mimi nitakuwa na nyinyi usiku, mimi nitawatafuta nyinyi. Nitawatafuta, tumtafute yule mniga mpaka tumpate.